يا مسلمين يا عرب يا عالم احنا تعبنا، والله السودان موجوع، لا أكلنا لا أخذنا دواء، السودان محتاج ليكم، الناس محتاجة المساعدة. Kweli tumeachwa na Mungu. Sudan iko katika machungu. Hatujakula, hatujapata msaada, hatujapata madawa. Sudan inawahitaji. Watu wanataka msaada wenu. Haya sio maneno yangu mimi Lewis. Ni maneno ya kijana huyu anayelilia mataifa machoni pa malimwengu wote kwa madhila na mateso wanayopitia watoto na kina mama kule nchini Sudan. Na iwapo mtazamaji unaogopa kuchinja mnyama yoyote yule kwa njia moja au nyingine, basi hivyo ndivyo watoto, kina mama na wazee wanavyofanyiwa kule nchini Darfur, Sudan. Watoto na kina mama wanachinjwa kama kuku, wala hawaonewi huruma. Ni nini kinachofanya binadamu kukosa utu hadi kufikia malengo haya ya kuanza kukua katili kiwango hichi kule Sudan? Na ni nini kinachofanya mapigano haya yote, kiwemo kuchinja watoto, kuwaua na hata mateso yasiyoelezeka miongoni mwa mitandao mingine? Binadamu wamekosa utu. Binadamu wamekosa mwelekeo. Je, hii ni vita kati ya Uislamu na Ukristo? Ama ni nini kikubwa ambacho kiongozi wa RSF Mohamed Dagalo anachokipigania na kumwaka damu nyingi kiwango hichi? Ungana nami kwenye makala haya ni kuchimbulie kiini historia ya Sudan na kiini kinachofanya kuwe na mvurugano huu nchini Sudan. Ni takriban miezi miwili sasa tangu kuzuka kwa mapigano nchini Sudan kati ya vikosi vya jeshi la Sudan SAF vinavyoongozwa na General Abdel Fattah al-Burhan, ambaye pia ni kiongozi wa serikali ya mpito wa taifa hilo, dhidi ya vikosi vya dharura au Rapid Support Forces vinavyoongozwa na aliyekuwa makamu kiongozi wa serikali hiyo ya General Mohamed Hamdan Dagalo. Zaidi ya watu 1800 wanakadiriwa kufa na wengine takriban 1.5 wakikadiriwa kukimbia makazi yao. Tangu kuibuka kwa mapigano haya, huku huduma muhimu kama vile umeme, maji, masoko na hata usafiri wa umma zikiwa hazipatikani kabisa katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Huu ni mgogoro ambao hivi karibuni umetawala vichwa vya habari, ukiachana na ule wa Ukraine na Russia. Kwa hapa Tanzania, mgogoro huu ulipata umaarufu kufuatia hatua ya serikali kuwaondoa raia wake na baadhi ya raia wa kigeni nchini humo, hususan kwenye mji mkuu wake Khartoum. Kabla sijafafanua kwa kina chimbuko la mgogoro huu, muhimu mpya ni kukumbushe kwamba kambi mbili zinazopigana zilikuwa ni washirika wa karibu walioiangusha serikali ya aliyekuwa kiongozi wa taifa hilo kwa miaka 30, Omar al-Bashir, hapo April 2019 baada ya maandamano ya wananchi. Wadadisi wanahoji hivi: vikosi vya RSF au wanamgambo kama wengi wanavyowaita vimepata nguvu ya haraka ya kuweza kushindana na vikosi vya jeshi rasmi la nchi hiyo. Katikati ya mgogoro huu, hatima ya Sudan ni ipi? Upo uwezekano wa kupatikana kwa mshindi kati ya pande hizi mbili zinazopigana? Na je, ushindi huo utajenga Sudan mpya ya sasa? Kupata majibu ya maswali haya yote, haya itatulazimu kuelewa sio tu historia ya hawa majenerali wawili na utawala uliopita wa Bashir, bali pia kuifahamu historia ya maendeleo ya siasa na utaifa nchini Sudan. Mapinduzi ya kijeshi. Sudan ina historia ndefu ya uhaini wa kijeshi au mapinduzi ya kijeshi tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake mwaka wa 1956 kutoka kwa utawala mseto wa kikoloni kati ya Waingereza na mfalme wa Misri uliotawala tangu mwaka wa 1998. Wakati huo taifa hili lilijumuisha eneo lote la nchi ya Sudan ya sasa na eneo la Sudan ya Kusini, ambayo ilikuwa kujitenga Julai tarehe 9 mwaka 2011.
Kufuatia mapigano ya muda mrefu kati ya serikali ya Sudan iliyotawaliwa na watu wa kaskazini dhidi ya jamii za kusini wa nchi hiyo. Hii ni hadithi nyingine ambayo kwa leo inafaa tuichimbe zaidi na zaidi kiundani ili kuielewa zaidi. Eneo la kaskazini la Sudan linakaliwa na watu wengi ambao ni Waarabu na waumini wa dini ya Kiislamu. Makabiliano haya na koo hizi ni taasisi zenye nguvu katika historia ya Sudan ya leo. Hadi leo hii tunapoenda hewani, hali iliyotokana na namna nchi hiyo ilivyotawaliwa na Waingereza katika mtindo ambao kwa kiasi kikubwa uliendelea kuwapa nguvu viongozi na makabila na koo hizo. Lakini kwenye utumishi wa serikali na jeshini, moja ya taasisi imara hasa baada ya uhuru, makabiliano ya kaskazini na pembezoni mwa kingo za mto Nile, hususan eneo la Khartoum, ndio walilopewa nafasi zaidi ya jamii hizi. Sehemu kubwa ya utumishi kwenye vyombo hivi, kundi hili la waliofanikiwa zaidi na fursa hii ya utawala, hususan maofisa wa jeshi, waliweza kujijenga kibiashara na kujaribu kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama mawakala wa kampuni na kimataifa, ya hivyo kujijenga tabaka ambalo ndilo limekuwa ni sehemu ya udhibiti wa nchi ya Sudan. Japokuwa sehemu kubwa ya wananchi walitegemea kilimo na ufugaji katika kuendesha maisha yao, kundi hili halikuwahi kuwa na nguvu kubwa ya kisiasa ukilinganisha na nguvu la wafanyabiashara na wafanyikazi waliokuwa maeneo ya miji walioweza kwa nyakati kadhaa kuwa ushawishi na kuimarisha umma wa kisiasa. Matokeo yake, jamii nyingi za wakulima na wafugaji ambazo ziliunda takriban 80% ya wananchi zilijikuta mateka ya misukumo ya siasa na makabila, dini na siasa za mabwenyenye waliojinasibisha na uzalendo au taifa. Ndiyo maana miaka miwili tu baada ya uhuru, jeshi likiongozwa na General Abud mwaka wa 1958 lilifanya mapinduzi ya kuchukua serikali iliyokuwa ikiongozwa na kiraia bila ukinzani wowote. Kutokana na hali hii ya misuguano ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea baina ya vyama vya kisiasa, washirika waliounda serikali, ni pamoja na hali ya utengano iliyotokana na mahusiano ya kijamii yaliyokuwepo wakati huo. Serikali ili kuleta utulivu katika nchi, lakini kufanya hivyo, hali iliyopelekea mwaka wa 1964 kurudisha madaraka kwa serikali ya kiraia. Tena ilipofika mwaka wa 1699, Kanal Jafar Niamri chini ya kikundi kilichojiita maofisa huru wa jeshi la Sudan walifanya uhaini na kuiondoa madaraka serikali ya kiraia ya Ismail al-Zahari aliyeingia madarakani mwaka wa 1964. Pamoja na ukweli kwamba Kanal Niamri alipoingia madarakani alichukua hatua za kimaendeleo na za kizalendo za ujeshi wa nchi hiyo tofauti na watangulizi wake wa kijeshi, mwisho wa siku aliandamwa na wimbi la migongano ya kitabaka na utengano. Kipindi hiki, tofauti na nyakati zingine zote zile nchini Sudan, kilishuhudia vuguvugu kubwa la kisiasa za mrengo wa kushoto, yani ukomunisti, likiongozwa na vyama vya wafanyikazi waliojaribu mara kadhaa kuangusha utawala wa Niamri ili kufanikisha kile walichokiita kujenga jamii mpya ya Sudan iliyo na uhuru dhidi ya minyororo ya kikabila, matabaka na ubeberu, dhima ambayo haikufanikiwa kamwe. Hatimaye Niamri alipopinduliwa mwaka wa 1985 na Jenerali Abdel al-Dahab aliyekuwa kiongozi wa jeshi, kipindi ambacho Sudan ikipitia kwenye hali ngumu ya kiuchumi na mapigano na Sudan Kusini. General Abdel hakutaka kung'ang'ania madaraka kama watangulizi wake wa kijeshi, kwani mwaka wa 1986 alikabidhi serikali kwa kiongozi wa kiraia Sadiq al-Mahdi kufuatia uchaguzi uliofanyika nchini humo. Kupanda na kuanguka kwa Bashir, serikali ya kiraia nchini ya waziri mkuu Sadiq al-Mahdi hata hivyo haikudumu muda mrefu, kwani alipopinduliwa na Omar al-Bashir aliyekuwa kamanda wa jeshi la Sudan mwaka huo, ambapo ni Juni 30 mwaka wa 1899. Baada ya kuingia madaraka, Bashir alipiga marufuku vyama vya siasa kudhibiti upinzani wowote ule wa kiraia, na ili kuhakikisha anapata uungwaji mkono zaidi ya kutoka pande zote za dini,
Kitu moja ambacho unaweza kusema kama Bashir alikielewa vizuri sana, basi ni namna ya historia ya Sudan ilivyojengeka kabla na baada ya uhuru. Labda ndiyo maana alitawala kwa kipindi kirefu sana kulinganisha na viongozi wengine wote. Kwa mfano, Bashir alitambua nguvu ya dini. Ndivyo maana kiasi kikubwa aliweza kujinasibisha na vikundi na mavuguvugu ya kidini yenye nguvu nchini Sudan kama vile National Islamic Front, kundi ambalo lilikuwa na ushawishi mkubwa nchini humo tangu mwishoni wa miaka ya 1979. Bashir pia alitambua nguvu waliokuwa nayo viongozi wa makabila na koo mbalimbali nchini Sudan. Hivyo kaamua kuwatambua na kuwapea nafasi katika serikali yake, akiongeza nguvu viongozi hao katika maeneo ya kiutawala, kitendo ambacho kilimpa uungwaji mkono mkubwa. Bashir alitambua nafasi ya jamii kama taasisi yenye nguvu kushinda kitu kingine chochote nchini humo, na hivyo aliona ni muhimu kuanzisha mfumo utakaoweza kuliangalia na kulidhibiti jeshi lisiweze kuangusha serikali yake kama ilivyokuwa kwa watangulizi wake. Katika kuhakikisha hilo, Bashir kupitia idara ya usalama ya Sudan NISS aliunda vikundi vidogo vidogo vya kijeshi, au unaweza kuita wanamgambo, kutoka makabila na koo zilizounga mkono serikali kwa ajili ya kujenga nguvu nyingine ya kidola nje ya jeshi rasmi la nchi hiyo. Vikundi hivi viliundwa na watu kutoka maeneo ya vijiji waliofundishwa kupigana tu pasipokuwa na taaluma kamili ya kijeshi, na ndivyo walivyotumika kupambana na wapinzani wa serikali ya Sudan katika eneo la Darfur, wakifahamika kama Janjaweeds tangu mwaka wa 2003 na kupelekea uhalifu mkubwa wa kibinadamu katika eneo hilo. Mnamo mwaka wa 2013 vikundi hivi vya wanamgambo takriban 1100 viliweza kusukwa kimundo na kuongeza uwezo wa hivyo kutambulika kama vikosi vya dharura au Rapid Support Forces chini ya General Muhammad Hamad Dagalo, ambaye aliongoza vikosi hivi kwa muda mrefu eneo la Darfur. Vikundi hivi chini ya Generali Dagalo, au kama Bashir mwenyewe alivyopenda kumuita Hamedi, viliendelea kupata uzoefu mkubwa wa kivita baada ya kupeleka wapiganaji zaidi ya 40,000 nchini Yemen, kuungana na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kupambana na waasi wa Houthi. Mapigano hayo yanayotajwa kuvipatia vikosi hivyo uzoefu mkubwa zaidi pia vimesaidia Dagalo kutengeneza mtandao mkubwa kimataifa, hususan katika nchi za Mashariki ya Kati. Lakini kwa upande wa majeshi ndani ya Sudan, tofauti na maofisa wake wengine wa jeshi la Sudan, Dagalo yeye hukuwa mtu wa asili ya makabila ya Khartoum na kaskazini yaliyotawala Sudan kwa miaka mingi. Dagalo ametokea katika jamii za pembezoni Kiarabuni za Bagar, ambazo ni sehemu ya makabila yaliyotengwa kwa muda mrefu. Inasemekana hili jambo liliwakera maofisa wengi wa jeshi la Sudan kuona kwamba mtu aliyemuona sio msomi kutoka katika makabila pembezoni ya watu wa hovyo anapewa madaraka na jukumu kubwa ndani ya vikosi hivyo vya wanamgambo wa RSF na Bashir. Jukumu kubwa la vikosi vya RSF ndani ya Sudan lilikuwa sio tu kupambana na vikundi vya waasi vilivyokuwa vikijitokeza, lakini pia kuleta uwiano na jeshi la Sudan kwa lengo la kudhibiti siasa za nchi hiyo. Mwaka wa 2011, baada ya kuisha kwa vita na Sudan Kusini, iliyohofiwa jeshi lingepindua serikali kwa kuwa lilikuwa na muda zaidi katika kujisuhisha na mambo ya ndani. Ili kuwapa nguvu wanamgambo wa SF, Bashir alimwezesha Dagalo kumiliki shughuli nyingi za kiuchumi, kiwemo uchimbaji wa dhahabu, ili aweze kuviendesha vikosi hivyo. Mbaya zaidi ni kwamba vyanzo hivi vya fedha viliwekwa chini ya familia ya Dagalo na ndugu zake wa damu, na sivyo chini ya taasisi hiyo ya kijeshi. Lakini kutokana na joto la kisiasa na wimbi kubwa la kudai mabadiliko lililoongozwa na raia, majenerali wawili hawa, Al-Burhan wa SAF na Dagalo wa RSF, badala ya kudhibiti, waliweza kuungana na kuiangusha serikali ya Bashir mwaka wa 2019. Uhaini huu wa kijeshi ulitoa matumaini kwa baadhi ya wananchi, japo wengi walioendelea na historia hiyo nchini waliendelea kushinikiza jeshi kujiondoa kabisa kwenye serikali na kupisha utawala wa kiraia. Kutuliza wingu hilo la wananchi wenye msimamo mkali,
iliundwa serikali ya mpito ambapo Burhan aliyekuwa brigedia wa jenerali wa jeshi la Sudan alifanywa kuwa mwenyekiti wa serikali na Dagalo aliyekuwa mkuu wa vikosi vya RSF aliyeteuliwa na makamu mwenyekiti. Baraza hili la serikali ya mpito liliwajumuisha raia kutoka asasi za kiraia zilizoongoza mapambano dhidi ya serikali ya Bashir. Na baada ya miaka mitatu sasa, serikali ya kiraia itachukua hatamu baada ya uchaguzi huru. Hata hivyo hayakuwezekana kwa miezi takriban 22 baada ya kuundwa kwa serikali ya mpito. Majenerali hawa walifanya mapinduzi mengine ya kijeshi kwa kuondoa viongozi wote wa kiraia kwenye serikali hiyo hapo Oktoba mwaka wa 2021. Viongozi hawa wa kijeshi walifanya haya kimkakati sana, kwani kimataifa walijaribu kurudisha uhusiano na karibia nchi ya mahasimu wote ikiwemo Marekani. Mtazamaji, nakosa maneno ya kusema, nakosa maneno ya kueleza utu wangu kule Darfur, Sudan. Iko wapi jamii ya kimataifa? Iko wapi shirika la Umoja wa Afrika AU? Na wako wapi viongozi wenye majukumu makubwa ya kuwalinda wanadamu? Iko wapi utu tena ndani ya wanadamu? Imekuwaje dhamani ya dunia imekuwa muhimu kushinda maisha ya watoto, maisha ya kina mama, maisha ya wazee, hadi tumefika mahali pa kuchinjana? Si neno, ni malimwengu ya dunia. Jina langu ni Lewis Ambira.